na exercise ya kufunza wanachama wetu kuhusu uchaguzi unaokuja mbele. Mnavyojua kwamba tuna uchaguzi wa chama cha UDA tarehe 9 mwezi wa Disemba. Vile vile tumeanza mchakato wa kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanaongezeka. Kufikia mwaka 2027 chama cha UDA kitakuwa na wanachama zaidi ya milioni 15. Tunataka tunapoenda uchaguzi unaokuja wa 2027 kwamba zile kura zetu za wanachama peke yake zinampitisha rais wetu. Vile mnavyojua, Secretary General wetu anaketi kule katika cabinet. Kazi yetu kama chama ni kuangalia kwamba wale ambao rais amewapa kazi wanafanya kazi yao, kwa sababu mwaka wa 2027 wale ambao wamechaguliwa, maminister, ma-PS na wengine wote ambao wamepewa kazi nyadhifa tofauti katika serikali, tunataka wawakilishe mheshimiwa rais kwa kufuata yale ambayo tuliwaahidi wa Kenya. Tuko na 167 promises kwa ile plan ambayo rais alikuwa nayo, ambayo aliwaahidi wa Kenya. Huo ni mkataba ambao rais aliweka na wa Kenya. Kwa hivyo sisi kama chama ni kuangalia katika sekta tofauti. For example, katika agriculture tunaangalia kama rais alisema atafanya kitu fulani, kweli huyo waziri, huyo PS wamefanya hicho kitu. Kazi yetu ni kufanya audit kutoka ndani ya serikali, kuangalia kwamba yale ambayo rais alisema, wale ambao wamepewa hiyo kazi wanafanikisha hiyo kazi, ili wasije wakamharibia mheshimiwa rais kura zake huko mbele 2027. Siku ya leo katika kaunti ya Kisii, jana tulikuwa Nyamira, kesho tutakuwa kule Homa Bay, kesho tutakuwa Migori, kesho kutoka Homa Bay, wiki ijayo tutakuwa pale Kisumu, tutamalizia Siaya. Tunataka kuweka Nyanza yote iwe pamoja. Nyanza is going to be a UDA stronghold kufikia mwaka wa 2027, and we want to assure our members kwamba sisi chama iko imara, chama iko ngangari, and we have the energy and vigor ya kusongesha hii chama mbele. We want this party to outlive us. I know katika nchi ya Kenya vyama vimekuwa vikija ni vyama vya kufanya uchaguzi mmoja. UDA will be here with us. UDA will outlive all of us. Kwa hivyo tunataka tuwe na chama imara ambacho kitaishi baada ya sisi kuondoka. Production ya anything ndio inafanya the cost of living standard kuenda juu. Mnavyojua kuna vita kule Russia, kuna vita kule Israel na Palestine, which makes oil, the cost of oil. Na mnajua price ya oil is not determined by Kenyans. The price of oil is determined by OPEC, ambayo inaweka price that sets the world price world over. Kitu chochote unachokunywa, hata soda, kiko produced using oil. The machines are run by oil. Kwa hivyo the cost of production will definitely go up. Tulikuwa na mambo ya COVID-19, SARS-19. Hiyo COVID, the effects of COVID are being felt now. All I'm asking is that we give His Excellency the President time. I would honestly rather that we have a hard time now and better times tomorrow. Because Kenya tumekuwa tukitumia kitu inaitwa subsidy. You cannot use subsidy continuously kwa maneno ya consumption. Subsidies should be used in production. And that is why His Excellency the President has put measures kukab maneno ya production, especially mumeona amepeana mbolea kutoka 7500 ya UDA ndio chama tawala hapa Kenya, sivyo? Na ni aibu sana wakati tunasikia ya kwamba watu wetu azwa ma MCA na hata viongozi wengine wakunakuwa wakiharakishwa, they are being mistreated in this town, in Kisii County. Na UDA ndio chama tawala. Lazima tuende serikali. Na wao kutumia mandogari ndio tuwake matitiri mnalipa ngote ya watu wa serikali. Etogo kura maana tabori ruto na igetogo ituko siko kirete. Igaba kwa sora kama na chakira kwa kura gorogoro gari bato ya magoro. Obole mumo taete. Iga aksoba terane erino tomete chama yete twale chingu. Without you. Ani tobo okay. Togo doubt une chama yetu agachire. 2027 tunasikia UDA chairman defected, because that can happen. Tunasikia UDA secretary general has defected. So kitu kama hiyo lazima tuangalie
even as we go into campaigns.